السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم يا سادة المستمعين في حلقة جديدة مع نبي الله موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. Ndugu Islam, baada ya kueleza kisa cha Nabii Yunus alayhi salam, siku zikapita, miaka ikapita. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anataka kutuletea kisa cha mtume mwingine ambaye anaitwa Musa, nabiyun min ulil azm. ولقد آتينا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Nabi Musa ni mtume miongoni mwa mitume wale watano wanaoitwa ulul azm, ambao tumewazungumza baadhi yao, na sasa hapa tunaingia kumtaja Musa, tukiwa tumewabakisha wawili ambaye ni Muhammad pamoja na Isa alayhimus salatu wassalam. Kulikuwepo na mfalme Jabbar katika nchi ya Misri ambaye ni maarufu kwa Firaun. Firaun ni watu waliokuwa wakitawala ardhi ya Misri. Wanaotawala katika ardhi ya Fursi walikuwa kiitwa Kisra katika lakabi ya wafalme wao. Ukisikia Kisra basi ni wafalme wa Furs, Persian. Ukisikia Kaisar basi ujue ni wafalme wa Rum. Ukisikia Najashi ujue kwamba ni wafalme wa Ethiopia. Na Firauni walikuwa ni wafalme wanaomiliki pale Misri. Alitokea bwana mmoja ambaye alikuwa ni Jabbar, mtu muovu mno, Firaun la'natullahi alayhi. Huyu alikuwa akiwatesa sana Bani Israili, kwa sababu yeye alikuwa katika kabila la Aqbat, Maqibti wale wa Misri. Sasa Bani Israili walikuwa kama watumwa kwa Maaqbat. Kutokea kazi ya ujenzi ndo wao wenye kufanya, chimbaji wa visima ndo wao, utumishi wa aina yoyote wao ndo wanatumika kuwatumikia Bani Israili. Yani ja'aluhum kal'abid, wamewafanya kama watumwa wao, watumishi wao. Na ukichanganya na hayo udhalilifu wanaopata, mateso na adhabu mbalimbali, basi Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alitaka kuwakomboa Bani Israili kutokamana na dhulma wanayofanyiwa na mateso wanayoyapata kutoka kwa watu wa Aqbat, ambayo ni tabaqatun alia, lilivyopangwa ni ile katika watu grade ya kwanza katika Misri. Ndio Mwenyezi Mungu anasema, natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bilhaqqi liqaumin yu'minun inna Fir'auna ala fil ardi. Firauni katakabbar katika ardhi ya Mwenyezi Mungu, waja'ala ahlaha shi'an, kawagawa watu wake alikuwa wao ndo mfalme wao, akawagawa makundi shi'an, makundi. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, akawa anawafanyia, manake anawatesa baadhi yao, na wengine anafanya ni first class, wao kazi yao kutumikiwa. Sasa ikatokea siku moja akaona ndoto Firaun. Ndoto hii ikamfadhaisha mno, kwa kuwa ilikuwa ru'ya ajiba, ndoto ya ajabu. Madha raa, kaona moto umetoka Baitul Maqdis umekuja Misri. Moto huo ukawa unaziunguza na kuziteketeza nyumba za Aqbat, kabila lake Firaun, lakini unaziacha nyumba za Bani Israili. Akaona moto gani huu wenye akili,
Unajua kutofautisha kati ya nyumba za Aqbati na Bani Israil? Haiwezekani. Hii ndoto itakuwa ndoto ya ajabu. Asubuhi alipoamka akakusanya makuhani wake na advisor wake, akawaeleza, laqad raaitu ru'ya ajiba, usiku jamani nimeota ndoto. An-nar, nimeona moto, tuqbilu min bait al-maqdis wa tuharriqu buyut al-aqbat wa tatruku buyut bani Israil. Ma maanaha? Nini maana ya ndoto ambayo moto unaunguza nyumba zetu unaacha nyumba zao? Maana yake nini? Wakamfasiria ndoto, akamwambia umekwisha. Atazaliwa mtoto ambaye ufalme wako wote unauringia wewe, atauchukua yeye na atakupokonya ufalme huo, uwe si mfalme tena wala huna pawa yoyote katika ulimwengu. Haya yote unaoyafanya mwisho wake ni mtoto huyo akizaliwa. Firauni akaona hapa sasa ulwa utanitoka kwa kuzaliwa kitoto kidogo tu hiki. Atazaliwa wapi mtoto? Kaambia anazaliwa nchi yako, na atatoka katika watu tunaowatesa wa Bani Israili. Akaona hicho basi kitu kidogo. Solution, kila mama mjamzito mnayemuona kuanzia leo kabeba mimba, kitoto chochote akikizaa kitizameni, kama ni kitoto cha kiume hapo hapo mnamchinja mbele ya mamake akishuhudia. Kama mtoto wa kike mwacheni, kwa sababu huyo mtoto aloambiwa ataupokonya ufalme wa Firauni ni mtoto wa kiume. Basi hapo hapo ikatoka oda, nendeni katika majumba, chunguzeni wanawake wa Bani Israili waliokuwa wajawazito, chinjeni watoto wao wa kiume atakaozaliwa. Hapo operation ya chinja ikaanza. Allah anasema yudhabbihu abnaahum wa yastahyi nisaahum, anawachinja watoto wao wa kiume, anawaacha hai watoto wa kike, kwa kuwa kasikia mtoto wa kiume atazaliwa atampokonya ufalme wake. Mwenyezi Mungu anasemaje? Innahu kana minal mufsidin, huyo Firauni fisadi mkubwa kwa hayo wanaoyafanya. Wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu, tunataka kuwapa ushindi hawa walofanywa madhaifu nao, waloteswa kwa muda mrefu, tunataka kuwanyanyua na wao fil ardhi, katika ardhi. Wanaja'alahum a'immatan, tuwafanye wao ndo viongozi. Wanaja'alahumul warithin, tuwafanye wao ndo warithi. Wanumakkin lahum fil ardhi, na tutawamakinisha katika ardhi wakae bila ya matatizo. Wanuri ya Firauna, na tumuoneshe Firaun. Wa Hamana ndo alikuwa waziri mkuu wa Firaun. Wa junudahuma, na jeshi lake, minhum, miongoni mwao, ma kanu yahdharun, tunawaonesha yale waliokuwa wakitahadhari kwamba yasifike, tutawaonesha kwamba yatafika mbele ya milango yao, hawana habari. Basi mama yake Musa alayhi salam, wakati huo ndo yeye kabeba mimba ya Nabii Musa alayhi salam. Mara anakuta askari tayari kishawe kwa mlangoni, anachunguza, anauliza huyu mama kabakisha miezi mingapi ajifungue? Anaambiwa sasa huu ndo mwezi wake hasa. Anasema basi asiondoke mtu hapa, atizame siku ya kujifungua, mtoto gani kajifungua. Fa in kana ghulaman yudhbahu ala alfawr, kama wa kiume hapo hapo anachinjwa. Basi kwa neema zake Mwenyezi Mungu azza wa jalla, mama yake Musa ameibeba mimba ya Musa mpaka siku ya kujifungua ilipofika. Kwa neema zake Mwenyezi Mungu, Mtume Musa akazaliwa bila ya kuonekana na askari wa Firauni laanatullahi alayhi. Mama alipomzaa tu akamchukua haraka akamficha katika sehemu ambayo, sehemu mbaya, kama mtoto atawekwa hapo atakufa moja kwa moja. Lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu hakufa, akachukuliwa katiwa sandukuni. Mama yake Musa akapewa ilhamu na Allah subhanahu wa ta'ala. Msikilize Mwenyezi Mungu anamwambia nini mama yake Musa. Wa auhaina ila ummi Musa an ardi'i,
Tukamwambia, we mama Musa, we umeshamzaa mtoto wako huyo, sasa mnyonyeshe, usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi kwamba atachinjwa, hawafiki huko. Tumeweka pazia, ardhii, wewe mnyonyeshe kama kawaida ya mama anavyomnyonyesha mtoto wake. Faidha khifti alayhi, lakini kama mwanadamu mna wasiwasi, nyie wanadamu mnaogopa. Sasa ukiogopa kwamba atachinjwa, faalqihi fil yam, chukua sanduku, mtie, mpeleke baharini, mpeleke katika maji, katika mto. Wala takhafi, wala usiogope kwamba unamtupa mwanao. Wala tahzani, wala usihuzunike kwamba utamkosa mwanao. Inna radduhu ilayka, inna radduhu ilayki, sisi tunakuahidi kwamba tutamrudisha baada ya muda, tutamrudisha kwako. Wajailuhu min almursalin, na ahadi kubwa zaidi, tunakuahidi mwanao atakuwa mtume. Hii ni ilham. Kama vile unavyohisi tu katika roho yako mwanadamu, unahisi kuna mtu anakuambia fanya hivi. Sasa Mtume Musa mama yake aliambiwa hivyo na Mwenyezi Mungu, akapewa ilhamu tu katika akili yake, akayafanya haya, akatengeza sanduku, akamtia mtoto wake huyo, kampeleka katika bahari, katika mto, ilikuwa ni River Nile, kampeleka huko. Basi Sayyidina Musa yuko mtoto kabisa ndani ya sanduku lile. Mama amerudi nyumbani, ameliacha huko. Likawa linapigwa na mawimbi ya Nile, linapelekwa kidogo mpaka likafika katika bustani la Firauni. Angalia Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, huyu mtoto anampeleka kule kwa Jabari aloahidi kwamba kila mtoto auawe. Sasa Mwenyezi Mungu anataka kumuonesha kwamba wewe huna uwezo wowote wa kuondoa kadari ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Atakalo Mungu ndilo huwa. Utafanya mbinu zako mwanadamu, lakini kuna siku utagonga ukuta. Kila kitu kinakwenda kwa hasbi ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Lilipofika sanduku lile, likaonekana kwa mbali na watumishi wa Firaun. Allah anasema, faltaqatahu alu firauna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Wakaliokota sanduku lile, wakalibeba, wakalipeleka kwa Firauni. Hawana habari kwamba huyu ndo adui yao. Bibi Asia alikuwa wa mwanzo kumuona mtoto yule. Asia alikuwa mkewe Firaun, na huyu alikuwa mja mwema, na Firauni alimchukua kwa baba yake kwa nguvu. Kamwambia, kama unataka we baba uniozeshe, kama hutaki na kuua na ninamchukua. Alikuwa akitumia ubabe manake kila katika mambo yake. Akamchukua kwa maguvu. Sasa Sayyida Asia alikuwa mja mwema, lakini mume wake jabbarun anid. Asia alipomwona mtoto yule akampenda katika moyo wake. Firauni akaja haraka, hebu nimesikia mtoto kaokotwa huko, hebu mtizameni jinsia yake vipi, wa kike wa kiume huyo. Akaambia mtoto wa kiume, akaambia leteni kisu. Asia akasema, la taqtuluhu qurratu aini li wa laka. Allah anasema, waqalat imra'atu fir'auna, akasema mke wa Firaun, la qurratu aini li wa laka la taqtuluhu, hiki ni kitulizo cha jicho langu mimi na jicho lako wewe. Usimuue huyu bwana, mtoto mdogo hivi, na mimi nakupa. Asa an yamfa'ana, huenda akatufaa huyu. Au natakhidhahu waladan, au tumfanye mtoto wetu, si hatujazaa miaka mingapi. Wahum la yash'urun, na watu hawatambui kama ni mtoto wetu. Hata tufaa huyu. Subhanallah, na kweli aliwafaa. Basi Firauni akamsikiliza mke wake, hakumchinja yule, kwa radhi za mke wake. Kadari ya Mungu inapita. Kule mamake Musa amekuwa mnyonge. Mtoto sijui kisha uawa, sijui kisha kufa maji, sijui vipi. Anasema, wa asbaha fuadu ummi Musa farighan in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin wa qalat li ukhtihi qussih
فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. Mtoto yule sasa katika jumba la Firauni akataka maziwa, na hataki kifua cha yeyote isipokuwa ziwa la mama yake. Kila anapojaribiwa ziwa la yoyote hataki, mtoto analia. Asia anasema sasa mwanangu huyu atakufa njaa. Akawaitisha mama wote waliokuwa wananyonyesha siku zile, anajaribiwa mmoja mmoja. Hebu mjaribu, pengine atataka ziwa lako. Kila anapojaribiwa wapi hataki, hakukubali ziwa la mmoja kati yao. Akachukuliwa akazungushwa marikiti. Mpelekeni marikiti huyo, mchagueni yeyote katika kina mama atakayeweza kunyonya ziwa lake, huyo ndo mamake atakayemnyonyesha, alafu mumlete kwangu. Musa akapelekwa marikiti, kila ziwa analopewa halitaki. Mama yake Musa akamwambia dada yake Musa, nenda fuatilie ndugu yako ujue habari zake. Akaja akafuatilia, akamwona mtoto anazungushwa kutafutiwa ziwa. Akamwambia mama, nishamuona ndugu yangu anazungushwa marikiti, hataki ziwa, anatafutiwa mnyonyeshaji. Akamwambia basi andame hivyo hivyo. Basi Allah anasema fabasurat bihi an junub, akawa anamtizama kwa mbali, kaannaha la turidu, kana kwamba hamjui ni nani, ile asiwape watu shaka kuna huyu anamjua huyu. Akawaonesha kwa mbali. Walipokuja kumuuliza yeye akasema mie najua kuna mtu ambaye akimnyonyesha huyu atakubali ziwa lake. Ndio Allah anasemaje, waharramna alayhi almaradi'a min qablu, tulimharamishia ziwa kabla ya hapo. Unyonyeshaji akawa haram, amezuiliwa. Faqalat, dada yake alipomwona anasumbuka akasema hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum, je, sikujulisheni kuna nyumba ambayo yupo bibi anaweza kumnyonyesha mtoto huyo? Wahum lahu nasihun faradadnahu ila ummi. Wale wakauliza kwa nini unasema hivyo? Akamwambia naam, huyo bibi alivyokuwa mkarimu, ma arda'at tiflan illa aqbala ilaiha, hakuna mtoto yoyote alomjaribu kumnyonyesha isipokuwa alitaka kunyonya, kwa sababu kifua chake kizuri kinanukia na maziwa yake matamu, na mtoto yoyote anayekwenda kunyonya kwake anakubali. Kwa hiyo huyo na shaka mimi atamkubali. Wale wakaona good advice, wakaondoka wakampeleka kwa nabii, kwa mama yake sasa, ambaye ndo huyo mwanamke alosifiwa hapo. Musa akijaribiwa ziwa la mama yule, anaonekana ndo analipapia haraka, anakunwa vizuri, ananyonya vizuri. Asia akasema huyu mama mleteni nyumbani kwangu, ndo atakayenyonyesha mtoto wangu. Kumbe hajui kama ndo mamake yule. Anamwambia mama, njoo kwangu, utamnyonyesha mtoto huyu na sisi tutakulipa ujira wa kumnyonyesha mtoto wetu. Angalia, mama anamnyonyesha mtoto wake mwenyewe, kisha analipwa pesa pale pale. La haula wala quwwata illa billah. Allah anasema faradadinahu ila ummi, tukamrudisha Musa kwa mama yake. Tulimwahidi kule, tukamwambia tutamrudisha huyo, usiwe na wasiwasi. Sasa leo tunamrudisha ila ummi, kwa mama yake. Kai taqarra ainuha, ili macho yake apate kutulia, wala tahzan, wala siuzunike, walitaalama anna wa'da Allahi haqqun, na ajue mama kwamba ahadi ya Mungu ni ya kweli. Walakinna aktharahum, lakini akthari ya watu, la ya'lamun, hawajui mambo haya kwamba Mungu idha qala sadaq wa idha wa'ada awfa bi'ahdihi. Watu wengi hawajui. Mama Musa akasema la, mimi siwezi kuja nyumbani kwako bibi. Ningekuja, lakini huyu ana ndugu zake na nyumba huko na watizama na watoto wengine. Sasa nikija kwako nitawanyima haki watoto wengine huku majumbani.
kwa hiyo nataka kuja kukutumikia, lakini haiwezekani kuondoka kuja kwako. Bibi yule akasema basi sawa, kila akitaka kunyonyeshwa ataletwa kwako, utamnyonyesha, alafu tutakuja kumchukua mtoto wetu, tunakaa naye nyumbani. Akasema sawa. Huyo mtoto akarudi kwao. Subhanallah, uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akakuwa Musa katika nyumba ya Firaun, akalelewa na Firauni laanatullahi alayhi, huku Firauni hajui kwamba huyu ndiye alotabiriwa katika ndoto atakuja kuchukua ufalme wangu. Wanaeleza baadhi ya mufassirin na baadhi ya muarrikhin kwamba Musa kuna wakati alipokuwa mdogo alionesha vituko vya kumkamata Firauni na kumpiga na kumvuta nywele zake na kumvuta ndevu zake mpaka akawa anamtoa damu. Firauni akahisi huyu ni yule mtoto alotabiriwa huyu kwamba atanivua taji langu, sasa anaanza visa vyake mapema, ndo huyu, mchinjeni. Asi akasema huyu mtoto mdogo na anafanya ya utoto tu. Akasema ana udogo gani huu? Ananiburura huku na huku alafu wewe unasema mdogo. Akamwambia basi mpe mtihani. Tutamuona kama ana akili kweli au ni mtoto mdogo. Mletee makaa ya moto na mletee tende kwa upande wa pili. Iwapo atachukua tende basi tumuue, ana akili zake huyo. Kama atachukua makaa ya moto tujue kwamba ni mtoto mdogo huyu. Allahu a'lam. Wanasema alichukua jamra, kala moto, akalitia katika mdomo wake, likasababisha kutia udhaifu na dosari katika ulimi wake. Wanasema kwamba alipotaka kuchukua tende, sarafatil malaikatu yadahu ila aljamra fa akhadha aljamra wa wada'aha ala tarafi lisani fakana Musa yantiqu alhurufa mutarakiban. Kuanzia hapo hata ufasaha wa Musa ukapotea, ikawa anapozungumza herufi zinapandana, hana ufasaha wa kusema. Wanasema ni natija ya yale aliyoyafanya Firaun. Kaambia Asia, unaona mtoto mdogo huyu unamtia uchungu bure, ni mtoto kama watoto wengine anavyofanya, mchukulie utoto wake. Basi fashabba Musa ala tilka alhala walamma balagha shuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Alipofika sasa kijana mwenye nguvu hasa, tukampa hikma na elimu. Hapa ni neema za Mwenyezi Mungu kwa kila mtume. Kila mtume anapofika katika umri unaohitajika, Mwenyezi Mungu anampa neema mbili, hukman wa ilman. Hikma na elimu. Wakadhalika najzi almuhsinin, na hivi ndivyo tunavyowapa watu wema na kuwalipa. Ikawa sasa anajulikana kama ibnu Firaun. Huyu ni mwana wa Firaun. Anapokwenda katika njia watu wanaonyesha, unamuona huyo mtoto wa Firauni huyo, kakaa katika nyumba yake, lakini ni mbani Israel. Sasa wana wa Israel kidogo wakaona hapa kutakuwa na afueni, kwa kuwa Firauni ana mtoto ambaye ni katika kabila letu. Kwa hiyo kidogo hapa tumepata afueni ya kupumua. Tuna ndugu yetu kwa katika nyumba ya mfalme kule. Musa alipokuwa anatembea siku hiyo katika njia, anasema wadakhala almadinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulain yaqtatilan. Njiani ghafla akapata watu wawili wanapigana. Hadha min shi'atihi, mmoja katika kabila la Bani Israil, wa hadha min aduwihi, na mwingine katika kabila la Qibti, wale wanaowatesa. Fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi. Walipokuwa wanapigana wawili hawa, yule kabila la Musa akawa amezidiwa. Alipomwona Musa akamwita Musa, hao bwana wanatutesa, wanatupiga, wanatuadhib. Musa, njoo nisaidie. Fastaghatha, kamomba msaada.
Musa alipofika pale, linasema Allah fawakazahu Musa, akanyanyua mkono wake akampiga ngumi yule kabila la Firauni, faqada alayhi, hapo hapo kammaliza, akafa. Wanasema kana Musa fi quwwati 10 rijal, Musa alikuwa na nguvu zinakadiriwa nguvu za watu 10. Kanyanyua mkono wake mmoja tu kampiga Mqibti chini, Mqibti hakunyanyuka tena. Musa wala hakutaka kumuua, alitaka kumpa adabu tu, lakini nguvu zilivyokuwa nyingi hakuzikadiria. Faqada alayhi, akammaliza. Qala hadha min amali shaitan, Musa akajuta pale pale, hivi ni vitendo vya shaitan, hii ni kazi ya shaitan. Innahu aduun, shetani ni adui, mudhillun, mwenye kupoteza, mubin, tena alowazi kabisa. Qala rabbi inni dhalamtu nafsi, ya rabbi hakika mimi nimeidhulumu nafsi yangu kwa kumuua huyu, faghfirli, nisamee makosa haya. Kajua kwamba ni makosa haya. Faghafara lahu, natija Mwenyezi Mungu akamsamee. Innahu huwa al-ghafurur rahim, hakika yeye ni mwingi wa msamaha, mwenye kukubali tauba na mwenye kuwarehemu waja wake. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lilmujrimin, ya rabbi umenipa neema zako, basi sitowasaidia watu waovu, sitokuwa msaidizi kwa watu wabaya. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqabu, akawa anaogopa Musa. Sasa yuko katika nchi, lakini anakwenda kwa tahadhar. Fa idha alladhi istansarahu bil amsi yastasrikhu, akamuona yule alikuwa akipigana na mtu alomuua Musa anapigana na mtu mwingine. Qala lahu Musa, yule bwana akamwita tena Musa, Musa njoo uifanye kazi yako uloifanya jana. Musa akamwambia, innaka laghawiyyun mubin, wewe hama kweli uwe ni mtu mushaghibun, kila siku unapigana na watu tu. Basi Musa alipoyasema haya, yule bwana akahisi kwamba leo Musa anataka kunipiga mimi. Tumwache Musa, ameitwa na huyu bwana, tuone katika kipindi kitakachokuja yatakuwaje mambo katika kadhia hii. Taqabbal Allahu minni wa minkum as-siyama wal qiyam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.